ni Khalid Mohamed almaarufu kama TID Topping Die. Bwana ni mkali sana wa Dar es Salaam. Mwezi hizo alifanya movie moja inaitwa Girlfriend. Ni hatari sana. Watoto 2000 kaeni pembeni hapo. Cheje alifanya movie na kina Ndende na kina Zamaradi pia alikuwepo kwenye ile Girlfriend. Watoto 2000 ya mwezi mkanielewa, na sisitiza hilo na maanisha. Mimi naitwa mwenyewe niko na mwamba mmoja hivi anaitwa Shebi. Kana nitage bwana Playmaker. Playmaker ni mchambuzi mmoja yeye atayachambua. Na leo tutazungumzia kidogo kwa uchache sana kuhusiana na Taifa Stars na Morocco bwana. Pia limechezwa jana mzee wangu. Pia limechezwa kubwa sana. Taifa Stars jana tulikuwa kipindi cha kwanza kile tunajua tunaondoa manguli. Tushaweka kabisa. Wao walikuwepo jana pale Mwembe Yanga. Hali ilikoje? Tuanzie na hapo kwanza. Hali ilikuwaje jana pale Mwembe Yanga kwenye Big 3? Bwana kwanza shukrani sana mzee wangu. Hali ya jana kwenye Big 3 nilitamani kuiona Taifa Stars inaondoka na ushindi. Lakini bwana referee ndio akasema ni miongoni mwa watu ambao wametuangusha sana. Mimi silalamiki kwenye penalty ambayo Idris Suleiman Nado ameangushwa. Mimi nalalamika kwamba toka mwanzo wa mchezo hadi tunamaliza referee alikuwa upande wa Morocco. Nikianza na zile foul na ambazo zilikuwa tunachezewa Taifa Stars, lakini alikuwa anapeta. Tukiona kwenye wingi wa kadi tumepewa kadi nyingi sana. Sio kwamba tumecheza vibaya, pana kwamba referee ni alisimama upande wa Morocco. Tukija kwenye swala la mashabiki, ni mashabiki wamejitoa sana kuisupport Taifa Stars, especially Mwamba, msanii ambaye anafanya vizuri sana Bongo Flava. Nikimtupa nje nitaonekana mbaya sana Fobi Star. Fobi alikuwa na kuna clip moja ilikuwa inatembea, Fobi anatoa machozi, analia kutokana na uonevu ambao tulikuwa tumefanyiwa Taifa Stars. Asa ile situation ilitokana baada ya Idris Suleiman Nado kuangusha afu referee hataki kwenda kwenye VAR. Ni kweli umeona kabisa kwamba pale nikwambia kitu. Ile foul ingejitokeza kwa Morocco kama Taifa Stars tunaongoza bao moja alafu Morocco dakika za mwishoni anaangushwa, ingefunikwa mkwaju wa penalty. Kabisa. Kwanza tukubali kwamba Taifa Stars tumeenda kama underdog. Lakini tumeonyesha uwezo mkubwa sana. Hakuna mtu ambaye alitarajia tunafungwa bao moja. Ndio. Na ikumbuke tulishageuza matokeo ya kufungwa tukaweka ule tunashinda Taifa Stars kwenye mchezo wa jana. Mimi mmoja wapo niliamini kama Taifa Stars tunashinda mchezo wa jana. Ashraf Hakimi akiwepo ndani. Yaani Ashraf Hakimi yupo, Al-Khabi yupo, wachezaji wengine wapo, akina Brahim Diaz. Kumbuka wametuzidi kwenye numbers za wachezaji moja. Kuanzia goalkeeping hadi wachezaji wote tumezidiwa. Kwa hiyo kucheza tumeruhusu bao moja. Mimi naona niwape pongezi wachezaji wote wa Taifa Stars, wamecheza vizuri sana. Lakini pia niende kwa Masalanga. Ni goalkeeper ambaye watu wengi walikuwa wanamdharau sana. Kutoka mchezo wake wa kwanza baada ya Foba kuumia. Lakini ameonyesha kikubwa, japokuwa goli lile ni miongoni mwa watu wengi wanazungumza kama ni uzembe wake. Lakini mimi naweza nikasema sio uzembe wake, kwa sababu watu wengi Brahim Diaz walizungumza kupiga kama ni cross, atapiga kama aingize kwa ndani ili aweze kumpa mshambuliaji afunge, lakini ni uwezo wa mshambuliaji kutokea Real Madrid Brahim Diaz moja kwa moja akaiweka. Kwa hiyo mimi siwezi nikalaumu Masalanga, naweza nikasema hivyo. Lakini pia viongozi wampe ya time Fobi ni ukiangalia tokea Chani ana support Taifa Stars. Sio ni training, sio ni kiki wala nini. Fobi ni msanii mzuri, anafanya vizuri, msanii mkubwa, anajulikana na watu wengi. Hawezi kusema kwamba anapitia kiki ya Taifa Stars ndio atoke, hapana. Ni miongoni mwa wasanii ambao wanajitoa kwa hali na mali kuisupport nchi yao. Kwa hiyo viongozi wamwangalie kwa namna fulani, waweze kumsupport, sio kifedha, lakini wampe shukrani kwa ile hali anayoifanya kujitoa kwa taifa lake. Tuna wasanii wengi sana, lakini hawaoni anafanya vile kaka. Hawaoni anafanya vile. Kwa hiyo hapo point yako kubwa ni kwamba viongozi wa timu nyingine wamwangalie kwa jicho la tatu Fobi Star. Fobi Star wamwangalie kwa jicho la tatu. Wakubwa ambao anadondosha machozi, niko mbele yake. Namwangalia Fobi. Namuona anadondosha machozi pale. Ukimuuliza ana la kuzungumza kwamba taifa tumejitahidi, lakini